Kisa kimoja kimepita, nimeelezwa na daktari mmoja rafiki yangu. Asema katika kazi zake aliwahi kufikiwa na mwanamke na mume wake katika kliniki yake. Mumekuja, mwasemaje? Sisi tumeoana karibu sasa mwaka mzima, hatujapata mtoto. Hujapata mtoto? Mmefanya hivi, mmefanya hivi, mnafanya hivi, mnafanya hivi, mnafanya hivi, mnafanya hivi. Akazungumza mambo mengi, akawauliza. Kwa hivyo akawaita mmoja mmoja. Akamuita kijana kwanza, akamuuliza maswali yake, kaandika. Akamuita msichana. Akija akishtuka, msichana ni bikira, hajaharibiwa na mume wake kwa mwaka mmoja. Chongeni sana na ufala huo. Watu wasiwe mafala namna hiyo. Msichana alikuwa na mwili mzuri. Msichana alikuwa mashallah katika baadhi ya viungo vyake vya mwili vinavutia sana. Sasa jamaa akifika kilalia kifua lishalia ishamalizika. Akifika akilazwa mapajani ashamalizika. Mtoto wa kike amwangalia, yeye ni mgeni mambo haya, haona labda ndivyo afanyavyo. Amwita, mtoto wangu wewe, alikuwa mtu mzima daktari. Huyu msichana wewe hujamgusa, utapata vipi mimba? Kwani Mariamu mwana wa Imran? Sijamgusa vipi? Ambaye hujamgusa, hujafika kule mtaani, wewe hujafika. Kuna wewe malizikia huku juu tu. Sasa ngieni nani mafundisha? Hakuna namna. Ngieni nani mafundisha? Sikiza wewe bibi, ukisikia huyu hajagusa mtaa huu, hajafika hapa, hakuna kitu umefanya. Kwa hivi msahilishie huyu. Ndio Mtume akwambia mwanamke awe mutabarija kwa mume wake, ajitawanye, kwa sababu huyu jamaa ni umo katika mbali watu patasbihi tu, kusaliwa Mtume tu, hivyo kufanyaje? Kuna mtoto wa watu maliza bwana mwaka mzima Sheikh, akafundishwa na yule daktari, akajaribu, akamwambia na mujaribu kuripoti kwangu kila wakati nione vile progress ambavyo yaendelea. Wakaenda wakajaribu, just after a few weeks wamemjia daktari, huyu sasa atapika, huyu atamwambia ambia sasa umelenga, lakini ulikuwa ufanye kitu wewe. Na usione watu hawa ati kwa hai mamo hiki kisa cha karne hii. Mamo watu ndani ya majumba yao, mwanamke hatosheki, kwa sababu mume wake hata kama yuangia akichoma tu kidogo lishaanguka. Kwa hivi mambo kama haya kuwe mwanamke, ukishamjua mume wako yuko hivyo, mzuie kuingia kwanza. Jaribu utukutu mwingine, jaribu angalau na wewe upate rehema ya Mwenyezi Mungu. Sasa yeye tu Mtume amekataza kabisa kwamba mtu mwanamume atoke kabla mke wake hajatosheka. Na maskini kwa ilivyo watoto wa kike wameumbwa na unecha wa kuona haya katika baadhi ya mambo, hawawezi kucomplain pale, hawawezi kuichukulia. Kuna bibi moja mimi nakumbuka ameachwa kwa sababu alimuona mumewe kuna mambo kadhaa hamfanyii. Akaenda akazungumza na wenzake, wakampa CD. Si promote mimi mambo haya kwamba watu wajifundishe through uchafu ule, lakini akamletea mume wake, hili limfanywa na huyu, wewe ufanye hili limfanywa. Wewe utakuletea mambo ya kiuni, sio? Baba la kesi kubwa, kila mmoja akaenda kwenye nyaki. Ambapo ikiwa wajua udhaifu wako, vumilia ufundishwe, vumilia uambiwe, vumilia. Mtoto wa kike amekaa kwa sababu yeye atarajia kupokea, ana haki ya kuwa na haya. Sasa wewe fundi, usende tu, jaribu kuuliza wenzako, jaribu kuwa mwepesi. Mtume ameulizwa, mwana Aisha ameulizwa, masahaba kadha wa kadha wameulizwa mambo haya. Si junaha. Usiulize kwa njia mbovu, uliza kwa njia nzuri za Kiislamu, utapata tu najaha. Naam.